Najua kuna watu ambao mmepita kwenye changamoto, mmepita kwenye magonjwa, mmepita kwenye vifungo mbalimbali, lakini kwa sababu ulimwamini Mungu, ukasema mwanadamu atanitenda nini? Na kweli Bwana amekuvusha. Je, upaswi kumshukuru? Maana yake napaswa kumshukuru kwa sababu mimi ndio najua yale ambayo nimepitia, lakini nimepita kwa sababu nilimtumaini Mungu, nilimuita Mungu katika changamoto hiyo. Umenielewa? Kuna watu walikuwa na madeni, Bwana amewasaidia, madeni yameisha. Kuna watu walikuwa wanamuomba Mungu ajenge nyumba, wamejenga nyumba. Kuna watu walikuwa na mahitaji mbalimbali, Bwana amewatendea. Umenielewa? Walitaka kusoma, Bwana amewasomesha, amewapigania, anafungua milango. Si kwa akili zako wala nguvu zako. Kuna watu wana akili, lakini Mungu asipokuwa upande wao, wamefeli. Kuna watu wana nguvu, Mungu amekosa kuwa upande wao, wamefeli. Kuna watu ambao wamekufa mwaka 2025 waliokuwa na mchango mkubwa katika nchi hii. Wewe unaona hivyo na ndivyo ilivyo. Wewe unaona kama huna mchango. Kwa nini Mungu amekuweka? Kwa nini Mungu amekuweka? Kwa nini Mungu amekuacha? Mungu ana makusudi na maisha yako. Mungu ana makusudi na maisha yako. Kwa hiyo unapaswa kumshukuru Mungu. Kwa nini haikuwa wewe? Kwa nini haikuwa wewe? Majanga haya yakukute. Kwa nini haikuwa wewe? Kwa tunapomshukuru Mungu, tunamshukuru Mungu katika wingi wa uelewa matendo makuu ambayo ametenda kwetu. Moyo wako ndio wa kwanza kuelewa, sio mtu mwingine. Moyo wako ndio wa kwanza kuelewa. Na ili uweze kufanya vizuri, ni lazima moyo wako ufundishe. Katika maisha ya ujana, kuna watu wamepita mapito uliyopita wewe, wakaharibikiwa akili. Wewe mbona umevuta bangi hujakuwa kichaa? Kuna watu wamejaribu kuvuta wakakuwa vichaa, mpaka leo wanaokota makopo. Wengine walikuwa wezi. Wewe kwenda ukaiba ukarudi salama. Na Bwana amekusaidia, hujauawa. Umebadilika. Kwa nini yule alikwenda akajaribu tu akauawa? Kwa nini kuna magonjwa ambayo umepitishwa na bado upo mpaka leo? Kuna watu wana magonjwa kama hayo, hali zao ni mbaya. Lakini wewe hakuna mtu anajua unaumwa huo ugonjwa. Uko vizuri. Bwana amekusaidia. Mmenielewa jamani eh? Kwa hiyo tunaposema shukrani, lazima uwe na package ya kutosha ambayo sio ya unafiki, ambayo ina ukweli ndani yake. Hiyo ndiyo itakusukuma ufanye vizuri kwa Mungu. Hiyo itakusukuma ufanye vizuri kwa Mungu. Kaini na Abeli ni mtu na ndugu. Huyu anatoa sadaka ya mazao, huyu anatoa sadaka za wanyama, mifugo. Lakini mwingine akakasirika. Huyu aliyefanya vizuri alimjua Mungu, anapenda nifanye vizuri na mtanguliza. Huyu mwingine alifanya ambavyo havina afya, ambavyo haviko vizuri. Mungu akambariki anayetenda vizuri kwa sababu anamjua. Ni yeye aliyemfanikisha, ni yeye aliyempa nguvu. Mnielewa? Alimjua. Lakini Mungu akamwambia ukitenda vema, ukitenda vema, akampa tahadhari. Jamani, mnanielewa? Nafundisha maneno haya upate kuelewa. Nafundisha maneno haya upate kuelewa kwamba ukitenda vema, ukitenda vema Bwana atafanya nini? Atakufanikisha. Katika kitabu cha Mwanzo 4 inasema, Mwanzo 4 anaelezea vile ambavyo watoto wawili wa Adamu, kila mtu na tukio lake lenye kumletea mabadiliko. Inasema Mwanzo 4:1, anasema Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba akamzaa Kaini, akasema nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Unasikia? Huyu anachunga kondoo, huyu analima ardhi. Usikilize hao, ni watu wa familia moja. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta
wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Sehemu zilizofanya nini? Zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhabika sana, uso wake ukakunjamana. Sikiliza, sadaka unayomtolea Mungu kuna mambo mawili: Bwana kukubali wewe na pia aikubali sadaka. Kama umefanya vizuri kwa Mungu, maana hata sadaka yako ni nzuri. Kama ufanye vizuri kwa Mungu, hata unachompelekea Mungu sio kizuri. Ndio maana unaweza kuona hapa duniani mtu ana pesa, anatafuta zilizo toboka ambazo sio nzuri, hata Mpemba haitaki wala Mgunya wala Mkinga, anapeleka sadaka. Hii inaonyesha moyo wako vile ulivyo. Ungempenda Mungu ungefanya vizuri. Ungempenda Mungu ungefanya vizuri kabisa. Wote wametoa sadaka. Tunaweza kutoa wote sadaka, lakini sadaka inaonekana inatoka kwenye moyo wa kupenda, na hii sadaka inatoka kwenye moyo usiopenda. Una manunguniko, ni kama unaninyang'anya, ni kama unanidhulumu. Nimshukuru kwa nimemfanyia kitu gani? Nimehangaika mwenyewe, nyumba nimejenga mwenyewe, kazi nafanya mwenyewe, biashara nafanya mwenyewe, nitoe sijui nini, nimshukuru kwa lipi? Lakini kuna mtu anafurahia kumshukuru Mungu, hata kunipa uzima, hata kunifanyia hili, hata kunifanyia hili, najua ni Mungu amenifanikisha, kwa hiyo namshukuru. Lakini kuna mwingine haoni. Zote ni sadaka, lakini zinatoka kwenye mioyo tofauti na zinaleta majibu tofauti. Naweza mkaokoka siku moja, huyu akapenda sana Bwana Yesu, akajitoa kwa Bwana Yesu, akajisikia kabisa, akaona, akathamini, lakini mwingine hathamini. Kwa hiyo kama huthamini, hautatenda sawa sawa na thamani ya yale mambo uliyotendewa. Sikiliza, hao ni mtu na ndugu, baba mmoja mama mmoja, lakini mmoja Mungu alikataa, mmoja alikubali. Anasema, unaona mstari wa 5 anasema, Mwanzo 4:5 anasema, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhabika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa ushinde. Unaona, Mungu anatoa mpaka na majibu kwamba dhambi ipo mlangoni na kupasa ushinde. Kwani kilichokuwa kimekosekana nini? Kwa sababu kumtolea Mungu sadaka yoyote iko chini ya uwezo wako na hiari yako. Ndio maana akamwambia napasa ushinde. Lakini itakiwa ubadilike. Ubadilike, uanze kufanya vizuri. Na wewe nitakukubali na sadaka yako nitaikubali. Kuna watu wanakaa kwenye changamoto kwa sababu hizo. Hiyo haiondolewi kwa kuombewa na mchungaji, si hata niweke mguu, niweke mkono, nikusemee maneno mengi. Hiyo hakuna kitu ya namna hiyo. Kuna vitu vingine utapata majibu kwa sababu umeelewa na unatenda kwa Mungu wako vizuri. Mimi sio chanzo cha baraka. Mungu ndiye chanzo cha baraka juu ya maisha yako. Mimi nakuelekeza, tunaelekezana, tunakumbushana, tunaonyana, na ndio kazi ya neno la Mungu. Kwamba moyo wako ufundishe kusema asante. Na ukisha sema asante, utende asante. Haleluya. Kuna vitu vitabadilika ndani yako. Huyu ambaye moyo wako umekunjamana alimwambia ndugu yake waende kuwinda. Waende huko uwandani. Walipokwenda huko alimuua. Alikwenda akamuua. Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ikawa walipokuwa uwandani, Kaini akamuinukia Habili nduguye akamuua. Unaona? Hivi ni kosa gani? Unamuua mtu kwa sababu kwani anamtolea Mungu. Mungu amemkubali, mimi asinikubali. Eti anakwenda kumuua mtu anayemtolea Mungu. Wewe sadaka zako ziko mikononi mwako, unaweza ukatoa nzuri au mbaya.
na huyu ameamua kutoa nzuri. Sasa hebu niambie, unaona shetani alivyo? Ndio maisha yaliyopo duniani hata leo. Kuna mtu anamchukia mtu eti kisa yeye anamtolea Mungu. Kwa nini? Anajifanya kimbelembele. Siku moja walikuja watu na mgonjwa wao, wanasali dini yao moja, lakini mwenzao katikati yao anaumwa. Wakasema twende pale kanisani kwa mchungaji amuombee huyu mwenzetu. Wakachukuzana, twende. Wakaja, lakini wakati wanakuja, kumbe wale wawili waliokuja, mmoja wapo ndiye anamloga yule mgonjwa. Walipofika pale, wakati nazungumza nao, Mungu akaniambia, nyinyi mmekuja kwa ajili ya huyu mgonjwa, nyinyi ni wazima? Kauza, nyinyi ni wazima? Unajua unaweza kumwona mtu yuko kitandani na wewe unatembea, kumbe wewe ni mgonjwa kuliko aliyelala. Mbona unasema hivyo mchungaji? Shetani anapata nguvu kwa watu kwa sababu hatuna mahusiano mazuri na Mungu. Yaani kama hatuna mahusiano mazuri na Mungu, shetani kupata nguvu kwako, kukupiga kwa magonjwa, atakupiga tu. Nilipokuwa nafanya mahojiano na mmoja wapo ambaye anaonekana kama ana uwezo, pepo akaitika. Mwenzake aliyekuja naye alipoona pepo ameitika kwa mwenzake, akakimbia. Kumbe wamekuja hawajuani. Akakimbia, anasema kama yamekuwa hayo, utapata aibu. Pepo akaanza kusema, unajifanya una hela. Unajifanya una hela. Kimbelembele sana wewe. Kimbelembele sana wewe. Sauti ya aliyekimbia inazungumza ndani ya huyu aliyebaki. Unaweza kupata kitu hapo msikilizaji wangu. Sauti ya aliyekimbia uliokuja wote ndiye inazungumza ndani ya huyu aliyebaki. Unajifanya una vihela, unajifanya unampelekea msaada. Ndio maana nimeamua kufanya hivyo. Lakini aliposema twenda akaombewe, hakumkatalia. Alifikiri anaenda ni sehemu ya kawaida, wakifika pale hakuna macho. Alikimbia mpaka leo. Unaona jinsi hivi. Hao ni wanadamu. Ukiwa huna Mungu, shetani anaweza kaa ndani yako akafanya lolote. Moyo ulio na Mungu ndio unaweza kukupa maisha yaliyofanikiwa, hata kusababisha useme asante. Ndiyo maana Mungu anataka sisi tujue umuhimu wa kumshukuru. Kuna mambo mengi ambayo tumepambana nayo, wakati mwingine hata umeshangaa, fulani ndio kafanya hivi, kumbe fulani ndio katumiwa. Shetani anaweza kumtumia mtu akafanya jambo lililo baya. Amen. Zaburi ya 136. Tuangalie hapo. Zaburi ya 136 anasema, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Mungu wa miungu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Kwa nini nasema umshukuru tena Mungu wa miungu? Inakuwaje tumshukuru Mungu wa miungu? Hiyo miungu imetoka wapi? Umewahi kujiuliza swali? Zaburi 136. Tumshukuru Bwana kwa maana fadhili zake ni za milele. Tumshukuru Mungu wa miungu. Halafu unasema Mungu ni mmoja tu, Mungu ni mmoja tu. Ni mmoja tu kwa mtazamo.
ndiye baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Imani isiyomkiri Yesu Kristo, imani isiyomkubali Yesu ni mwana wa Mungu, imani hiyo inapomtaja Mungu ina Mungu wake. Udhihirisho wa Mungu mmoja ni baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Fundisho lisilokubali Yesu ni mwana wa Mungu, hata kama namtaja Mungu mwingine. Kwa sababu fundisho linalokubali Yesu ni mwana wa Mungu lazima litambue Mungu mwenye nguvu ni Mungu baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Alafu yeye ndiye Mungu wa miungu. Kwa sababu gani? Maisha ambayo tumeishi duniani kabla Yesu hajaja, tumekuwa chini ya utawala wa miungu. Nadhani neno miungu ni mingi. Miungu ni mingi. Mungu ni mmoja. Wakati Yesu amekuja hapa tukiwa mikononi mwa Shetani, ambaye kwenye familia zetu, kwenye kabila zetu, kwenye mataifa mbalimbali amejifunua kama Mungu. Na ndiyo maana makabila fulani yanaabudu kwenye mlima, makabila fulani yanaabudu joka, makabila fulani yanaabudu kobe, makabila fulani yanaabudu chui, makabila fulani yanaabudu simba, makabila fulani yanaabudu nyati, makabila fulani yanaabudu mamba, wengine kenge, wengine chochote. Kwa nini ilitokea hiyo? Shetani alikamata jamii ya wanadamu na akajitokeza kwenye makabila mbalimbali na mataifa mbalimbali. Anachotaka nini? Anataka aabudiwe. Yesu amekuja, amemdhihirisha Mungu wa miungu. Taifa la Israeli ndio lilikuwa na Mungu ambaye ana nguvu kuliko miungu mingine yoyote. Na ndio maana Yesu ametokea kwa taifa la Israeli ili amfunue Mungu wa miungu. Kwa hiyo unaposema fadhili zake ni za milele, yeye ni mwema, mshukuruni Mungu wa miungu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mungu wa miungu ni Mungu wa taifa la Israeli ambaye ana nguvu kuliko miungu yote. Ndiyo maana Yesu amekuja kutufanya tuwe na Mungu wa miungu. Anatufanyaje? Amekuja ametufanya hivyo kwa kutupa utambulisho. Kwa kutupa utambulisho. Utambulisho upi? Utambulisho upi? Yohana 1:12. Utambulisho ambao ukiupata utampata Mungu wa miungu ambaye ana nguvu kuliko mizimu ya kwenu, ana nguvu kuliko uganga, ana nguvu kuliko uchawi, ana nguvu kuliko matambiko, ana nguvu kuliko makondo ya buluu au ya kijani au meusi ya aina yoyote. Ile ni nguvu. Shetani amejulikana kama mungu wa dunia hii. Yohana 1:12 inasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Jina gani? Jina la Yesu. Haleluya. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu. Sikiliza, usipompokea Yesu hauwezi kupewa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Umeumbwa na Mwenyezi Mungu, lakini kuwa mtoto kunategemea kuzaliwa. Unajua sijui kama unanielewa. Tulipoumbwa na Mungu tulipoteza mfanano na Mungu kwa sababu ya dhambi. Tulipoteza mahusiano na Mungu kwa sababu ya dhambi. Tulipoteza ushirika na Mungu kwa sababu ya dhambi. Tulitekwa na Ibilisi. Adamu akaendelea kuzaa watu duniani walio na shetani ndani yake kama vinasaba. It is a spirit.
roho ya shetani iko ndani ya kila mtu anayezaliwa hapa duniani. Kila mtu anayezaliwa hapa duniani. Nje ya Yesu Kristo, roho ya shetani kaa ndani yako haikuoni. Imo kama DNA. Kwa sababu gani? Dhambi ilipoingia duniani, Mungu hakutengeneza mtu. Waliendelea kuongezeka kutokea kwa Adamu wakiwa ni wenye dhambi, na wewe ukiwemo. Kama hujaokoka, if you are not born again, hata kama unaishi hapa, shetani yuko ndani yako. Ndio maana tabia za kishetani kuzifanya ni lazima utazifanya. Kwa hiyo hilo ndio limtoa Yesu mbinguni kuja kutukomboa, atupe identity mpya, atupe utambulisho mpya ambao utasababisha ujue ni Mungu aliyetenda, umwambie asante. Mmenielewa kitu hicho, msikilizaji wangu eh? Ndio maana sasa bali wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Unanielewa sijui? Sababu kazi ya neno la Mungu, unapomwamini Yesu, unahitaji kuelewa mambo haya kwa upana ili kusudi ufanye vizuri. Issue sio kusema kuja tu kuanza kuombewa, kuanza kupokea mila. Uelewe ili kusudi, na utakiwa kusema asante, useme asante, na utakiwa unashukuru kwa sababu unaelewa. Nje hapo wewe ni muhimu wa kushukuru kwa sababu hujui kile ambacho umetendewa. Na Biblia iko wazi, Yesu amekuja ili kusudi kutupa identity, utambulisho wa kukufanya uwe mwana wa Mungu, kunifanya niwe mwana wa Mungu. Ndio maana tunapoyazungumza maneno haya lazima tuwe na vielelezo muhimu kama neno la Mungu inasema. Yohana 1:12 inasema, bali mapenzi ya mtu bali kwa Mungu. Bali kwa Mungu. Umezaliwa kwa Mungu kivipi? Umezaliwa na baba na mama ukiwa mwenye dhambi. Unazaliwa kwa Mungu kupitia imani katika Kristo Yesu. Haleluya. Yaani hilo ndio natakiwa ulikubali. Hata usipokubali utabakia hivyo hivyo. Huo ndio ukweli. Huwezi kupata utambulisho kwamba wewe ni mwana wa Mungu kama humkubali Yesu. Unaweza ukafanikiwa, ukasali, ukaswali, ukafanyaje, lakini utambulisho kwamba wewe ni mwana wa Mungu unatokana na wewe kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa sababu ndiye aliyekuja akaja akakufia pale msalabani, akajitoa yeye kuwa sadaka ya ukombozi, sadaka ya upatanisho, ili kusudi madai ya shetani aliyokuwa anasema wanadamu wote wametenda dhambi yasiwepo juu yako. Umenielewa? Tuko pamoja? Kwa hiyo swala la kumwamini Yesu na kuyaona yale anatenda kwako ukamshukuru linategemeana na wewe mwenyewe unapokuwa umemwamini Yesu na ukayaelewa haya. Usipoelewa haya huwezi kuona kuna jambo la kushukuru. Anasema katika mstari wa 14, anasema naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Yesu alizaliwa kwa neno, tunaelewa wazi. Mariamu alipata ujauzito kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mzee Yusufu hakutia mbegu kwa Mariamu. Yesu alizaliwa kwa mbegu ya neno. Neno akapata mwili akaitwa Yesu. Yesu akakuwa duniani hapa, akaponya watu, akaokoa watu, akafungua watu, akaenda akasulubishwa pale. Akasulubishwa. Mungu alikuwa anataka damu ya kumkomboa binadamu, haikuwepo kabla ya Yesu. Ndiyo maana alitafutwa mtu aliye na damu isiyokuwa na asili ya dhambi. Hakumpata kupitia mtoto wa Ibrahimu, lakini kwa Yesu ndipo ilipopatikana. Ndiyo maana Yesu alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ili damu yake iwe takatifu, wanaomwamini wao watakatifu, watakatifu wa neno wa Mungu. Kama Yesu ni mwana wa Mungu, akupe utambulisho mpya na wewe uitwe mwana wa Mungu kwa imani katika Kristo. Je, upasi kushukuru? Hizi ni salamu kwa wewe usiyetaka kuokoka. Unasema mimi na dini. Una dini. Yesu alipokuja duniani dini zilikuwepo, mpaka dini za mashetani. Na pia unatakiwa utambue waliomuua Yesu wapagani, ni washika dini. Walidhani wako sahihi wakipigania dini yao, kumbe wanakosea.
kwa sababu Yesu aliletwa ili amwage damu yake ili awakomboe. Mnielewa? Kwa hiyo kumwamini Yesu ndio kunakupa utambulisho kufanyika mtoto wa Mungu. Unamwamini Yesu unakuwa umeokoka, amekuokoa kutoka mikononi mwa shetani. Kwa hiyo kama unafundisha wanaosema kuna kuokoka duniani ni waongo, wao ndio waongo, jumlisha waongo unapata tapeli. Yesu ametoka mbinguni kuja kuokoa watu. Ndicho kimtoa mbinguni. Kuokoa kutoka wapi? Mikononi mwa shetani. Na ndio maana tunaokoka, tunakuwa tuko duniani hapa. Tunaishi hapa duniani, tunapambana na changamoto, lakini tunapomtegemea Yesu, Yesu anatushindia. Tunarudi kwake, tunasema asante kwa kuniponya, asante kwa kunipigania, asante kwa kunifungua, asante kwa kunipa uzima, asante kwa kuniwezesha, asante kwa kunilinda. Tunaishi hapa duniani ambapo ndipo shetani yupo na Mungu yupo. Kwa hiyo tunapomshukuru Mungu lazima tuwe na upana wa uelewa kwamba unamwamini Yesu na yale aliyokutendea. Kwa hiyo unamshukuru yeye ndiye Mungu wa miungu uliye naye. Ndiyo maana kwa kulijua hilo, hakuna pepo lolote ambalo linaweza kung'ang'ania kukaa ndani yako endapo wewe umetambua ukajisalimisha kwa Yesu. Hakuna. Narudia kuambia msikilizaji, hakuna. Hata la bibi wa bibi wa bibi wa bibi wa bibi wa bibi wa bibi, hakuna. Ni kutambua na kuita damu ya Yesu, kumkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wako. Yeye ndiye mwenye nguvu kushinda miungu yote iliyotangulia, ambayo ni mapepo yaliyokamata maisha ya watu. Kwa hiyo ndani ya moyo wako lazima uwe na moyo wa shukrani katika mtazamo wa kuelewa, sio mtazamo tu wa kwenda bora liende. Hapana, mtazamo wa kuelewa. Unamshukuru Mungu kwa sababu unayajua yale aliyokutendea. Unamshukuru katika ile Zaburi ya 136 mstari wa 3 inasema, mshukuru Bwana wa mabwana kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye peke yake afanya maajabu makuu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Anafanya maajabu. Sisi tumemwona Yesu anafanya maajabu sana katika maisha. Nimeona miujiza mingi sana Yesu anatenda. Nimeona miujiza mingi sana. Kwa akili za kibinadamu inawezekana usielewe na hata usipokubali hainisumbui. Siku moja namuombea mtu alitapika nywele kabisa. Na mtu huyu alirogwa siku anaolewa. Alikuwa ametokea upande wa ametoka Karagwe. Siku anaolewa, wale wanakwenda kupeleka zawadi na kumuhaji mtu wale, ndipo aliporogwa yule. Kwa nini yeye anaolewa? Kwa nini yeye anaolewa? Umenielewa? Sasa jiulize, zinakaaje tumboni? Hiyo sio kazi yangu wala sio kazi yako. Ndio maana Mungu anatenda maajabu. Hayo ndio maajabu. Hayo ndio maajabu. Katika ulimwengu wa roho wa kishetani, shetani anaweza kufanya jambo lolote kwenye maisha ya mtu. Kama huna Mungu wa kweli, anaweza kufanya lolote. Anaweza kufanya lolote. Na ndiyo maana usimbishie shetani kama huna Yesu. Narudia kukusaidia. Usimbishie shetani kama huna Yesu. Ndiyo maana tulio na Yesu tunayaona mengi, tunayatambua mengi ambayo Yesu anatenda. Tunamshukuru kwa sababu tunaelewa kwa kweli matendo yake ni ajabu sana. Anatenda mambo makubwa sana. Hata kama ungekuwa ni muombaji, ili uweze kuomba vizuri, lazima uwe na taarifa za Mungu. Ili uweze kuimba vizuri, lazima uwe na taarifa za Mungu. Unaposema unaimba unamsifu Mungu, lazima uwe unaelewa kile Mungu amefanya. Unapomsifu Mungu lazima utaje maneno za Mungu. Unielewa eh? Unapomshukuru Mungu unataja maneno ya yale matendo ambayo Mungu amefanya kwako. Lazima wewe mwenyewe uelewe Mungu amekutendea nini. Ndio utasikia kilo za
kilo za kushukuru kwamba ukweli Mungu ametenda. Ndio maana tumeiandaa tarehe 28. Kila mmoja aje hapa, tutamshukuru Mungu kwa maneno na matendo. Tutataja maneno ya sifa, na pia kila mmoja ataleta sadaka yake ya kumshukuru Mungu. Unamshukuru Mungu kwa maneno na matendo. Mtu anayesema asante ni mtu aliyetendewa, na wewe unasema asante, unajua umetendewa. Na kwa sababu ni ibada, ibada inakamilishwa na maneno na matendo, maneno ya shukrani na matendo ya shukrani. Jamani, mnanielewa? Maneno ya shukrani na matendo ya shukrani yanamshawishi Mungu aendelee kutenda mambo makubwa kwako, kwa sababu unamjua. Kwa sababu unamjua, atatenda tena na tena tena na tena. Tena ukirudi kumshukuru, utaje uzuri wake, utaje ukuu wake, utaje nguvu zake, utaje fadhili zake, utaje matendo yake. Amenitendea 1, 2, 3. Lakini kama hakuna kitu Mungu amefanya kwako, huna sababu. Acha. Kama unaishi kwa nguvu zako, acha. Mambo yako unafanya mwenyewe kwa bidii zako, acha. Unafanya mambo yako ujanja wako, acha. Umefaulu kwa sababu wewe una akili, acha kumshukuru Mungu. Na kufundisha pande zote mbili, sikulazimishi, na kuelekeza ili kusudi uelewe. Kumbe maneno ya shukrani yakana na kujua kile Mungu ametenda kwangu yana nguvu sana. Ukisoma katika hizi Zaburi utaona walikuwa wanamshukuru Mungu, amewapigania. Wanamshukuru Mungu, amewavusha. Wanamshukuru Mungu, amewalinda. Wanamshukuru Mungu, amewaokoa. Wanamshukuru Mungu. Biblia yetu inaeleza katika ile Wafilipi 4. Wafilipi 4 pale imeeleza. Wacha tumalizie hapo uone. Wafilipi 4. Katika Wafilipi inasema, furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini. Upole wenu na ujulikane na watu wote. Bwana yu karibu. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Unaona? Tusijisumbue kwa neno lolote. Anatuanzia kwamba tusali, tuombe. Toka Januari tunasali, toka Januari tunaomba, tunasali, tunaomba, tunasali, tunaomba. Lakini at the end anasema na shukrani. Kwa nini shukrani? Shukrani inazuia moyo wa lawama. Tumeomba. Mwisho wa mwaka lazima uwe na maneno ya shukrani, kwa sababu kuna mambo mengi amekutendea. Wewe ndio shahidi wa mambo aliyokutendea. Ndio maana lazima uandae kutenda tendo la kusema asante. Hakika umenilinda, asante. Hakika umeniponya, asante. Umewafanikisha mtoto wangu, asante. Umenitendea hili na hili, asante. Unazungumza hivyo ukiwa unaelewa. Kuna watu wana vitu lakini hawana afya ulio nayo. Wako kwenye mateso makubwa sana. Wako katika mazingira ya kukata tamaa. Lakini sisi tunalo tumaini kwamba Yesu anaweza. Ngoja nikwambie, Mungu anapokuona unaishi katika hali ya kumjua na tena kwa kusudi lake, haruhusu adui aje kukushambulia katika hali ya kuonea. Jambo atakayoruhusu lije kwako yeye ameliruhusu lije. Lakini hawezi kumruhusu adui aje kwako kushambulia, akutoeshe duniani wakati anajua unaishi kwa kusudi lake. Amesema atapigana na adui zako. Yeye atakupigania na wewe utanyamaza kimya. Atakupigania. Kuna mambo mengi Mungu ametupigania. Amen. Ukijua hayo, utataka kumshukuru Mungu kila wakati. Na ndio maana tunazo shukrani za kusafiri na kurudi, unasema asante.
Kwenda mjini kurudi unasema asante, kwenda kazini kurudi unasema asante, kwenda wapi kurudi unasema asante, kwenda wapi kurudi unasema asante, umefanikiwa unasema asante. Lakini tunapokwenda kumaliza mwaka lazima tuwe na mawazo makubwa zaidi, tuwe na mtazamo mkubwa zaidi kwamba ndani ya mwaka toka Januari mpaka Desemba mpaka naenda hivi na kwenda kumaliza mwaka, nimlipe nini? Ndamwambia asante, asante, asante. Nitakuja na sadaka ya maneno na sadaka ya matendo kumuonyesha na appreciate kwamba wewe ndio umenilinda, wewe ndio umenibariki, wewe ndio umenipigania. Kuna watu wanaaga kwenda kazini hawarudi, kuna watu wanaaga kwenda safari hawarudi, kuna watu wanaaga kwenda likizo hawarudi, kuna watu wanaaga kwenda hospitali kujifungua hawarudi, kuna watu wanakwenda hospitali kutibiwa hawarudi, wanarudi maiti. Kuna watu wanaaga bwana, tutaona kesho asubuhi wanakwenda kulala hawaamki. Wewe unafikiri unaamka kwa nguvu zako? Kuna watu wanapigwa na shetani kwenye biashara zao, wanapigwa na shetani kwenye nyumba zao usiku, wanapigwa na shetani kwenye ofisi zao, wanapigwa na shetani mabarabarani. Kwa nini wewe hujapigwa? Kwani mahali pote unapita hakuna mitego ya shetani? Ipo. Mapepo yakikuona, mahusiano yako na Mungu, unatembea kwenye moto, mapepo yanakimbia, mapepo yanakimbia. Lakini mtu anapita pale pale anapata shida, anasikia mguu umekuwa mzito. Wewe ulipita. Sababu shetani alipokuwa unakuja, aliona moto, akapisha njia. Alipoona anakuja aliyepoa, akasema huyu kitoweo, akaingia ndani yake. Biblia inasema tunalindwa kwa nguvu za Mungu kwa imani katika Kristo Yesu. Kwa hiyo tunasema tunashukuru Mungu. Hebu yajumulishe yote. Amen. Kufuatana na mimi maombi haya, wewe unataka kubadilika. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako kuanzia leo. Na mkataa shetani na kazi zake zote. Nimekuchagua wewe Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Naomba unisamehe, naomba unitakase, naomba unikubali niwe mtoto wako. Kuanzia sasa kazi zote za shetani nazikataa, na ialika damu ya Yesu inikomboe kutoka mikononi mwa shetani. Kuanzia sasa mimi ni mali yako, unitawale, uniongoze, unisaidie. Nimekuja kwako nisiaibike. Kuanzia sasa neema yako inayookoa watu na kuwaponya watu na kuwapa kibali kuwa watoto wa Mungu iwe kwangu mimi, iwe kwangu mimi. Roho Mtakatifu, naomba uingie kwangu, uyabadilishe maisha yangu. Kuanzia sasa unitakase, unipe kibali chako Yesu. Kuanzia leo najiondoa kwenye mizimu, kwenye uganga, kwenye uchawi, kwenye matambiko. Roho zote za mila zilizonikamata toka tumboni mwa mama yangu nazikataa leo kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, neema yako inayookoa watu iwe pamoja nami. Kuanzia sasa naita damu ya Yesu inikomboe, iniweke huru kwa uwezo na mamlaka yako Yesu Kristo.